Yesu asifiwe. Hicho ndicho tunachomshukuru Mungu na kunipa pumzi na uhai hadi sasa. Nilipokuwa pale mashineni nikashangaa mvua kubwa. Namwambia dadangu huyu kwamba dada, mimi sasa naondoka, ananiambia lala. Nikasema lazima nifike kwa sababu baskeli ni ya watu na ni ya kazi. Akasema lala. Nikatoka nimepiga hatua kama 3 hivi. Nashangaa hata barabarani sijafika. Mvua iliyomwagika ilikuwa sio mvua ya kawaida. Magari kwa kweli yakifika sehemu ilibidi apake pembeni. Nikasema asante Bwana Yesu. Ila maradi anapiga. Kila kitu pale nikuta Nikasema Baba, naomba nisamehe. Nilikosa, ninaomba utusamehe. Mahurimuri yale yanamulika yale. Mishale tu. Nikasema Baba, na tunashukuru kwanza kwa mvua. Ila tunaomba Baba Mtakatifu, bado hatujatumika bado. Bado natamani kushuhudia watu. Kwa sababu nashangaa Mungu alipokuwa mkubwa. Kila ninapokuwa nimekaa nashangaa kuna kitu kinasema sema. Ninaposema nashangaa mtu ananiambia namba ya huyo mchungaji. Huyo mchungaji anakaa wapi? Naambia mchungaji huyo anakaa Mbeya. Naomba hizo namba za mchungaji. Basi mimi nawapatia zile namba. Nasema la, hivi Baba ulikuwa unanisukuma ili niweze kusema kumbe kuna watu wana matatizo. Jamani, Mbalali ina matatizo. Watu wana shida. Sehemu mbalimbali vijijini humo wana shida. Wanahitaji msaada kutoka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Naamini maombi yetu haya hayatakwenda bure. Lazima watu watafunguliwa. Na hili kanisa ninasema kwamba nimesimama mbele ya madhabahu. Kanisa hili ni kubwa sana na lina watu wengi sana. Sana. Na ninaomba Baba siku moja ndoto hizo ziweze kutimia. Tujaze watu matilioni. Na ninaomba tena washarika, tusilizike na hii hali kwamba tumeweza kuwepo sisi kama sisi hapa. Unaona, kwa sababu nimeokolewa mimi basi imekuwa inatosha. Ndio kuna wainjilisti, ndio tunatembea. Na bado hata wao mwenyewe ni wainjilisti pia. Waimbaji ni wainjilisti na wale wana maombi wote ni wainjilisti. Basi tuendelee kuambia watu huko. Tuwasimulie mambo makubwa ambayo Mungu anayafanya. Na ni wapi wanaanza kupata majibu. Na uhakika watu wanakuta kwamba nafika nakuta mtu anambia huyu ana kifafa. Watu kule nyumbani watu walikuja. Naomba wengine mliwashuhudia wako hapa na wapo wengi watakuja. Ninaomba Mungu alipe karama hiyo. Naomba Mungu aendelee kusema sio mimi, nisionekane mimi bali akaonekane yeye akaweze kuitenda ile kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru, ninaishia. Baba napenda kumshukuru Mungu ameniwezesha kutengua na nzito. Kwa sababu nilipofika mahali hapa, wakati tupo kule chini, wakati nilipo darasa la 5 nilikuwa nikiumwa tumbo, nilikuwa nahamishwa. Nikiumwa naamkia nyumba nyingine. Nilipofika mahali hapa nikaelekezwa. Toka siku hiyo sijaikanyaga hospitali mpaka leo hii. Toka nilipokutana na huyu baba sijaiumwa. Wala sijaijuta kufika mahali hapa. Nafurahi kufika mahali hapa. Nikaweka nadhiri mimi na Mwenyezi Mungu. Lakini kutengua nadhiri ni kazi ngumu sana. Miaka imeenda kama 3 hivi. Ile nadhiri sijaitengua. Lakini namshukuru Mungu nimeweza kutengua nadhiri hiyo. Amen. Na wote tunaoweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu tukumbuke kuzitengua. Amen. Amen. Kutengua nadhiri zako unazomwekea Mungu. Hakikisha kuna nadhiri ambazo unaweka moyoni. Unapokuwa uzitengui unakuwa umejifunga. Hakikisha unapambana na kutoa nadhiri yako. Lakini pia ninamshukuru Mungu yule anayetenda na kufanya. Na muamini Mungu. Asante sana. Amen. Jina la Yesu Kristo. Na jina la Yesu ndio msaada hasa kwa wao wanaomtumainia Bwana. Ni kama mlima Sayuni hawatatikiswa na majaribu na dhoruba na lolote, na upepo ujapovuma kakasi hautotikiswa wala kupeperushwa, hasa ukimtumainia huyo Yesu Kristo. Tunakwenda kumwimbia Yesu tukisema kuna jina jingine
tulilopewa sisi na ni Yesu Kristo, ambalo linaweza kutuokoa na tunaponywa, tunabarikiwa kupitia jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tumpigie Yesu huyo makofi. Tumejengwa juu yako. Tumejengwa juu yako. Tumejengwa juu yako. Japo dhoruba, japo upepo, japo maji yafurikayo, japo hali ngumu, hatutapeperusha. Shangilia Bwana, maana ni tumaini letu. Shangilia Yesu, ni tumaini letu. Shangilia Yesu, ni tumaini letu. Hatuna tumaini lingine ila Yesu, mwamba ulio imara, nasi tumejengwa juu yake. Japo dhoruba, japo upepo mkali, japo taabu na dhiki, hatutayumbishwa, hatutatikiswa, hatutayumbishwa, hatutatikiswa. Tumainia Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Naye atakuthibitisha mbele ya adui zako. Naye atakuthibitisha mbele ya adui zako. Oh yeah! Tumainia Bwana. Anastahili utukufu Bwana. Yeye ajuaye mioyo yetu. Anastahili heshima na utukufu. Anastahili kuitwa baba yako. Anastahili kuitwa mfalme wako. Tupe nguvu ya kuendelea kuona na kukuona, tukupende Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina lako Yesu aliye hai. Tusizimie mioyo. Oh, haleluya. Yesu, hii tuokoe na dunia, tuokoe na ulimwengu, katika jina lako Yesu Kristo. Tupe kitupasacho sisi kujua, kutenda na kufanya kwa wakati, katika jina lako Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Haleluya Yesu. Haleluya Mungu wetu aliye hai. Libarikiwe jina lako Baba. Uinuliwe Mungu aliye hai, katika jina lako Yesu. Ketie mahali pa uaminifu na penye uwezo na nguvu zako. Watie nguvu watoto wako. Tie nguvu watoto wako Baba. Roho wako awe juu yetu, ili Bwana tuendelee kukupenda, ili Mungu tuendelee kukupenda, kupenda, kukuabudu Bwana. Tusirudi nyuma, wa kutuwezesha ni wewe, katika jina la Yesu. Kila mtu adakwe, ajazwe nguvu ya Roho wako, katika jina la Yesu. Kwani Roho wako akiwa ndani yetu, Mungu, tutakupenda Bwana. Hatutaabudu katika hali ya ukawaida. Tunaukataa ukawaida, tunakataa kuabudu katika hali ya kawaida, katika jina la Yesu. Tuzame Bwana, tuzamishe Mfalme, tuwezeshe Yesu, tusaidie,
tuwezeshe, tutie nguvu, tupake mafuta mabichi ya Roho wako Mtakatifu. Wote tuliokusanyika asubuhi hii ya Mungu Baba uliye hai, tumeiacha dunia na mambo yake. Bwana, tumekuja kwako, kuna uwepo, tumekuja kwako, kuna nguvu, tumekuja kwako Bwana ili tuendelee kutamani na kukuabudu na kukuabudu. Hivyo Mungu, katika jina la Yesu, mapenzi ya shetani na yavunjike.